والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumhimidi na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea tena kwa mara nyingine katika kuendeleza jambo letu la kufikisha baadhi ya taalumati, baadhi ya mafundisho yetu ya dini ni ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwekea mwanadamu utaratibu wa maisha katika huu ulimwengu. Na leo katika vipindi vyetu tutakuwa na mada inayohusiana na jambo la eda ambayo inayohusu akina mama. Hii ni ibada khas kwa akina mama, na tunapozungumzia eda, kwanza tufahamu tunazungumzia suala la mwanamke na mwanamume pale ambapo wamefanikiwa katika jambo la kuishi maisha ya ndoa, na baada ya kuwa kwa ndani ya maisha ya ndoa ikafikia hatua ya kukosa kuelewana baina yao, na baada ya vikao mbalimbali vya kifamilia katika kusuluhisha mambo hayo ikashindikana kuelewana, viongozi mbalimbali wa dini wakatoa nasaha ili hasa huenda wakaendelea na gurudumu lao la maisha kati ya watu wawili hao, mume na mke. Ikaja ikafika hatua hapana budi, lazima watu waachane ili kila mmoja aweze kuangalia jambo lake la kimaisha. Lakini pia vile vile tutagusia upande mwingine ambao yalikuwa ni maisha baina ya mwanamke na mwanamume waliokuwa kiishi kwa mujibu wa taratibu wa dini, na ikafika pahala mume akawa ametangulia mbele ya haki na akawa amemwacha mke wake. Hilo pia tutaligusia. Ndugu yangu Muislamu, tunapozungumza jambo la eda ni nini kwa mujibu wa sheria? Eda mudatun tatarabas fiha almar'a. Eda kisheria ni muda ambao anangojelea ndani ya muda huo mwanamke, lengo likiwa ni kwa ajili ya kujua kutakata kwa mfuko wa uzazi kwa mwanamke huyo, kutakana mtoto ndani ya kipindi ambacho walikuwa wakiishi na mume wake. Sasa wameachana, yampasa mwanamke huyo akae eda ili kuangalia, je, ndani ya muda huu alioishi mwanamke huyo na mume wake pana chochote, pana mtoto aliyopatikana ndani ya mfuko wake wa uzazi. Kwa hiyo eda ndiyo ambayo
itakayotubainishia. Ama sababu nyingine ni taabud, kwa ajili ya ibada tu. Sababu mwanamke akiwa yeye hayupo katika ule uwezekano wa kupata mimba kwa kufikia rika ambalo mwanamke huyo kikawaida hawezi kupata mimba kwa kuwa mzee. Sasa huyu ikitokea kuachwa na mume wake, basi huyu atakaa jambo hili la eda ilikiwa kwake ni kama ibada, kwa sababu matarajio kwake tena ya swala lile halipo, na kwamba huenda ana chochote. Ama sababu nyingine ni kama tulivyotangulia kusema, mwanamke anaweza kaingia katika jambo la eda kwa ajili ya suala la yeye kufiwa na mume wake. Kwa hiyo anaweza kukaa kwa ajili ya lengo la kuwa ni mwenye kuhuzunika juu ya kufiwa na mume wake. Kwa hivyo katika maelezo haya yanayoambatana na kuzungumzia jambo la eda, tunapata migawanyiko miwili ya eda. Eda ya kwanza ama fungu la kwanza, tunapata kufahamu kwamba kuna eda ya kuachana baina ya mwanamume na mke wake. Baada ya kuachana, basi mwanamke huyo atapaswa aweze kuingia katika ibada hii ya eda, mwanamke huyo. Na pia tunapata fungu la pili la eda ambalo anatakiwa akae eda hiyo mwanamke, ni eda ya kuachana kwa kufa. Ni pale ambapo mwanamume aliyekuwa na mke wake ikatokea ametangulia mbele ya haki, basi mwanamke huyo atatakiwa kukaa eda ili yale malengo na makusudio yaweze kufika pale kutimia. Kwa hivyo, na jambo hili la eda asili yake ni wapi? Ni minal kitabi wa sunna, ni katika kitabu ambacho ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa sunna na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakuta viwili hivyo vinazungumzia habari za eda, kama ambavyo tutakapozungumzia kuhusiana hiyo fungu la kwanza la eda ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema juu ya jambo la kuhusiana na wanawake ambao imetokea wakawa wameachwa na waume zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, walmutallaqat, na wanawake wenye kuachwa na waume zao, yatarabasna bi anfusihinna, watangojelea kwa nafsi zao wao wenyewe, thalathata quru tatu. Manake mwanamke yeyote atakayeachwa, mwanamke atakayeachwa na mume wake, na baada ya kuachwa nini kinatakiwa kifanyike kwake? Itampasa akae eda ambazo ni tohara tatu, kama ambavyo wanachuoni wamesema, wengine wakasema ni hedhi tatu. Kwa hiyo hizi qur'u tatu tamdhi min hina talaq, zinatakiwa kupatikana au zinatakiwa kupita tangu mwanamke alipoachwa. Wa hadha, na jambo hili la mwanamke kukaa eda ya kuachwa
fil madkhuli bihina, ni kwa wale wanawake ambao wamepata nafasi ya kukutana na waume zao, kwa maana wamefanikiwa kukutana katika jambo la tendo la ndoa. Hawa ndio ambao watatakiwa baada ya kuachwa wakae ndani ya muda huu wa tohara tatu bila ya kuanzisha mahusiano mengine ya kisheria ya mtu mwingine. Kwa hivyo, ama ghairuna, ama wasiokuwa hawa, waliopata kukutana na waume zao, basi wao, ama ghairuhunna wal asiya faidatuhunna 3 ashhurin, wasiokuwa hawa ambao wanao takiwa kukaa eda hii tulizungumza ya kuachwa, kama yule mwanamke ambaye amekoma, ambaye hapati jambo la hizo tohara, yeye eda yake itakuwaje? Faidatuhunna 3 ashhurin, eda za wanawake hawa itakuwa ni miezi mitatu. Hawa ndio tutakiwa kwa mujibu wa maneno haya Mwenyezi Mungu, watatakiwa wakae tohara, wakae eda ya miezi. Na miezi ambayo inakusudiwa hapa ni miezi ile ya kamaria ya kuangalia mwezi muandamo, ndio watakayokuwa wakienda nayo mpaka pale ambapo itakapokuwa imekamilika. Kwa hivyo, na wapo wanawake wengine ambao na wao wameachwa, lakini wao ni min dhawati al-ahmad, ni katika wanawake wenye mimba. Faidatuhunna, eda zao hawa wanawake, ayadhana amlahunna, ni kuzaa mimba zao. Kwa hivyo tunapata kufahamu mwanamke namna ya mazingira yake ambayo anatakiwa kuwa nayo baada ya kuachwa. Anatakiwa awe ndani ya ibada ya eda, ikiwa mwanamke huyo ni mwanamke ambaye amefanikiwa kukutana na mume wake baada ya kuolewa kwa tendo la ndoa. Na kwa wale ambao wamefika rika la kukoma, ambao wao eda yao si kwa kutafuta zile tohara tatu, wao watatakiwa wakae eda miezi mitatu, miezi ambayo ni ya mwezi wa kamaria, kwa mwezi wa Muislamu. Na wale ambao ni katika dhawati al-ahmad, ni katika wanawake wenye mimba, hawa faidatuhunna ayadhana amlahunna, eda zao ni kuzaa mimba zao. Na ndani ya muda huu wa eda, Allah anasema wala yahilu lahunna an yaktubna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, si halali kwa wanawake hawa ndani ya muda wa eda kuficha vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba katika mifuko yao ya uzazi, ikiwa hawa wanawake yu'minna billahi wal yawmil akhir,
wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanaamini siku ya mwisho. Isije katokea mwanamke ndani ya muda wa eda akabaini kwamba ana kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekikadiria ndani ya maisha yao ya mke na mume, alafu yeye alipoingia katika muda wa kukaa eda akakificha kile, asikibainishe kwa uhusika, hilo Allah anasema sio halali, atakuwa amefanya jambo ambalo ni baya. Na ndani ya muda huu wa eda, kama inatokea mwanamke ameacha na mume wake talaka rajia, talaka moja ama talaka mbili, mume wake huyu aliyomwacha ndani ya huu muda wa eda anaruhusiwa na sheria kumrejea mke wake huyo ambaye ni mtalaka wake kabla ya muda wa eda haujaisha. Ndipo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, na waume zao wa hawa wanawake walioacha ahaqqu biraddihinna, ndio wenye haki zaidi kuwarudisha wanawake fi dhalika, katika hilo la kuishi tena kwa mara nyingine, in aradu islaha, ikiwa hawa wanamume walioacha wake zao talaka rajia, ikiwa watataka katika kuishi nao tena kwa mara nyingine kwa kuwarejea, ikiwa wanakusudia kufanya kutengeneza mambo, sio kwa lengo la kuwapa madhila mengine au kuwapa mateso mengine, sio hivyo. Na kama ndani ya muda wa eda utakuwa umeisha na mume hakumrejea, eda ikishaisha, basi mwanamke ana ruhusa ya kuolewa na mume yeyote. Imani huyu wa kwanza anaweza kumoa tena upya kwa mahari mapya ndani ya baada ya kumaliza jambo la eda. Tunakuja katika kipengele cha pili ambacho tulichosema ni iddatu firaqi wafati, eda ya kuachana baina ya mume na mke kwa sababu ya kifo. Watu wako katika maisha mke na mume wanaishi, lakini katokea mume akafa, basi mwanamke huyo atatakiwa kukaa eda. Na hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelithibitisha ndani ya maneno yake matukufu aliyeteremsha kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya sura al-Baqara, akasema walladhina yutawaffawna minkum, na wale ambao wanaokufa katika nyinyi, wayadharuna azwajan, na wakawaacha wake, wanawake ambao ni wake zao walikuwa, yatarabasna, watangojelea hawa wanawake, bianfusihina, kwa nafsi zao wao wenyewe, arba'ata ashhuri wa ashra, miezi 4 na siku 10. Na akasema pia vile vile katika aya nyingine akasema wa ulatul ahmal, na wale wanawake wenye mimba na ikatokea waume zao kufa, eda yao itakwisha, ajaluhunna ayadhana hamlahunna, eda yao ni kuzaa mimba zao. Kwa hivyo tunapata kwamba katika eda hii ya kufiwa na mume ambayo anatakiwa akae mwanamke, itakuwa na vipengele viwili. Kama ni mwanamke hana mimba, atatakiwa kukaa miezi 4 na siku 10, na miezi 4 na siku 10 ni miezi ile ya kamaria ya kuangalia mwezi muandamo. Ndivyo ambavyo anatakiwa kuangalia, asitumie miezi ya shamsia, bali atumie miezi ya kamaria. Na tunapata lingine katika aya hii, kama mwanamke amefiwa na mume wake
na yule mwanamke ana mimba inayonasibishwa na huyu mume aliyokufa, inayohusishwa na mume aliyokufa, huyu kusha kwa eda yake ni kuzaa mimba yake. Kwa haijalishi mwanamume amekufa leo, kesho yake mwanamke akapata kujifungua, basi mwanamke huyo eda yake itakuibisha. Haijalishi baada ya mume kufa na mwanamke ameachwa akiwa na mimba, hata kama ni ya mwezi mmoja, basi mimba yake ili atakuwa ndani ya muda wa eda mpaka pale atakapokuja kujifungua. Hayo ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyozungumza kuhusiana na jambo la wanawake katika jambo lao la kuachwa na waume zao, eda yao itakuwaje, na jambo la kuhusiana na wanawake katika suala lao la ibada hii ya eda pale ambapo imetokea mwanamume ambaye ni mume wake amefariki, kwa maana ametangulia mbele ya haki. Utaratibu wake ni huo. Kwa hivyo niseme tu kwa haya machache, wama alaina ila albalagh mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi